Sasa atawaambia kuanzia leo mniabudu mimi. Mniabudu mimi. Wayahudi wana jengo lao kama hili. Wanakaa kama hapa, kuhani anakaa pale, lakini kuna kakorido anakaa, kuhani anakaa mara moja kwa mwaka. Anaingia kule mara moja kwa mwaka, na huko anaenda kutoa sadaka ya ng'ombe mara moja kwa mwaka, yani kuondoa dhambi katika Israeli. Anaingia mara moja kwa mwaka, ng'ombe ambayo itawawakilisha wanadamu wote wa Israeli, kuondolea dhambi. Sasa eneo kama hili wanakaa Wayahudi wa asili, yani Wayahudi original. Alafu kule nje wanakaa watu wa mataifa. Sasa mpinga Kristo ataenda hiyo siku ili aanze kuabudiwa, ataenda kule na hiyo roho ndio itakayomuingia. Biblia inasema kisha nikamwona mnyama mwingine akipanda kutoka katika bahari. Anaposema bahari, sio bahari ile bahari ya Hindi na bahari zingine. Ni mataifa makubwa duniani. Maeneo mabara makubwa, mataifa makubwa duniani atapanda. Atakuwa ni mtu ambaye anatokea kwenye mataifa hayo. Kwa hiyo akiwa kule atasema abudiwe. Kwa sababu ni mtu wa mataifa hawatamruhusu kuingia. Na kwa sababu atakuwa ni mfalme wa dunia, atalazimisha kuingia, aingie ndani akae na Wayahudi. Kwa sababu Wayahudi hawachangamani na mtu wa mataifa, watakataa kukaa naye. Watapiga kelele. Wakipiga kelele, mpinga Kristo ataona wamemdhalau, atatoka kule aje akae na mchungaji, yani kuhani, huku madhabahuni. Na kwa sababu wataona huu ni uharibifu, watalazimisha wamtoe sasa. Wamtoe, wakatai kuabudu pamoja naye. Wakati wanakataa kuabudu pamoja naye, ndipo sura ya 13 mstari wa 11 unasema kisha nikaona mnyama mwingine akipanda katika nchi, mwenye pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Nchi inayozungumzwa akipanda kutoka katika nchi, nchi inayozungumzwa ni Israeli. Atatokea humo. Huyu anaitwa nabii wa uongo, sio mnyama, ni nabii wa uongo. Huyu anayesema mnyama mwenye pembe 10 sio mnyama, ila ni mpinga Kristo. Huyu anayesema na pembe mbili kwa mfano wa mwana kondoo sio mnyama, sio kondoo, isipokuwa ni nabii wa uongo. Atatokea yeye, atalazimisha atoe unabii.